somo wach mondike Muma mar Fweny. Nalisoma neno iliyonakuliwa katika kitabu cha Ufunuo 12 Matinda 7 12 aya yake ndogo 7. Eka lweny nowuok e polo, Mikael gi malaika ne kedo gi thuol. Ndiposa vita likatoka juu mbinguni, Mikaeli walikuwa wanapigana vita pamoja na nyoka. Thuol gi malaika bende nokedo lweny. Nyoka pamoja na malaika walipigana vita. To ne ologi mi kargi ne onge polo kendo. Walishindwa, sehemu yao ilikosekana binguni tena. Nowit thuol marang'ongo no piny, hadi kichwa cha nyoka kubwa ilikanyagwa. Mi en thuol to nowit thuol marang'ongo no piny, hadi nyoka kubwa alishushwa chini. To thuol machon miluongo ni Jachien kendo Satan, na nyoka ya zamani kwa jina pepo au shetani, nowuondo piny ngima, nowite piny kod malaika ne bende. Alidanganya ulimwengu nzima, alitupwa chini pamoja na malaika wake. Eka nawinjo duol maduong' ka polo kalando niya, ndiposa nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikipasa tangazo, koro warruok mar Nyasachwa gi tekone gi pinyruodhe osechopo. Sasa uokovu wa Mungu wetu na ufalme wake imetimia, kendo loch en mar Kristo ne, tena ushindi ni wa Kristo wake. Nyasaye mondo mi ogwedho wachne godhiambo. Mungu na bariki neno lake na usiku. Nyawacho nyoro ni nyinga ming'eyago mayot en Nyasigoti. Alitangaza jana na kusema jina yake umenya unaweza fahamu nao kwa wepesi ni binti wa Sigoti. Mana nyinga mayot ng'eyo kabisa. Hilo ni jina lake kujua ni nyepesi. Onyuola e piny Nyakach. Amezaliwa eneo la Nyakach. Kamoro ni Sigoti Complex. Sehemu kwa jina Sigoti Complex. Atedo Kodera Oyugis. Ameoleka Kodera Oyugis. Yesu nowara ochanga opong'a kod teko mar Maler. Yesu alituokoa, tumejazwa na Roho Mtakatifu. Ajayalo wach Nyasaye emomiyo ayudora e piny Rodi ka. Mhubiri wa neno la Mungu ndiposa tunapatikana hapa Rodi. Agoyo ne Nyasaye erokamano manyoloso chokruogni kendo yienwa mondo wayudre ka. Natoa shukrani kwa Mungu aliandaa mkutano huu na kuturuhusu tupatikane mala hapa. Wasebedo kako chakore chieng' tich ang'wen. Tumekuwa hapa tangu siku ya Alhamisi. Kendo wagik kawuono Sabato. Tena tumefika leo Jumamosi. Chunya goro kamano nikech kama wagike no waluongo Nyasachwa no ni Ebeneza. Moyo wangu watoa shukrani mahali sehemu tumefikia, tunamuita Mungu wetu Ebeneza. Ang'eyo ni wach Nyasaye opim kod koth ma ok chue, manya ok nyal chue madogi ka ok otimo gimoro. Nafahamu neno la Mungu limelinganishwa na mvua, iwezi kanyesha na kukosa bila kufanya kitu. Wach Nyasaye moseyale nyaka nyo wachak bedo ka. Neno la Mungu ilihubiriwa tangu tuanze kukaa mala hapa. Ang'eyo ni kata pukichopo migocho ngika to nitie wach misewinjo. Najua hata kama hujafika na kugotika hapa kuna neno umekisha sikia. Chunya mor nikech odhiambo ni wang' ni songo machiegni mondo jonabi olam kodi Nyasaye. Moyo wangu wa furaha maana ujioni wa leo utasogea karibu wanabi waombe pamoja nawe. Wach madwa yalo norwa mondo wayal. Neno nataka kubiri, tulitumwa tuhubiri. Karuoth Yesu mawayalo nyinge owacho no ajoyalo. Kama mfalme Yesu tunahubiri kuhusu jina lake, alituambia wahubiri. Nidhiure piny duto mondo uyalo wach maber. Nendeni ulimwengu kote na mkahubiri neno njema. Ng'amoyie kendo batise jalo nokuo. Anayeamini na batizwe ataponyoka. Jalo modagi to buro loyo. Anayekataa atashindwa na hukumu. E pop machunge ni adwa ni mondo wuo kod ji ariyo. Uga nimesimamapo nataka nizungumzie watu wawili. Wan gi jalo modagi kod jalo moyie. Tukana mwenye amekataa na yule mwenye amekubali. Ng'amodagi ok biwinja kendo ok bitimo dwaro mar Nyasaye. Aliyekataa atanielewa na kutenda matakwa ya Mungu. Jalo moyie biro tony kendo biro dwaro Nyasaye mondo rese lwet wasike. Takaye kubali ataponyoka na kukubali Mungu amurehemu mikono wa maadui wake. Odhiambo sani wan gi ng'ato mokwe odagi nikech gimatime oseng'iyogo. Jioni wa leo tuna mwenye amekataa maana inachomfanya amekisha izoea. Kech wan gi joma chalo punda.
Tena tuna watu fananishwa na punda. Wakati utingo misigo mapek monego yie to kodwar mondo yie misike no. Hata kama amebeba mzigo mzito anataka pumzishwe ataki. Kama ukidhi mondo yie to gwe igitiende machien. Pengine ukienda muondolee mzigo anakupiga teke na miguu nyuma. Maembe no ng'iyo makawuono kumosi to koniyo ikipenje ni dhi nade no wadhi maber wang'iyo go. Leo alizoea ukimsalimia anakujibu tunaendelea vyema tumezoea. Ong'iyo gichandruok mamano bobedo mbaka ne mokoni ni jowadwa en wadhi kama wachoro. Amezoea shida ikakuwa gumzo yake tunaelekea hivi tunajisongeza. Odak kubatisha embe uwinjo kangima maenitie onge godo gadiera. Anaishi akibatisha maisha aliyonayo si ya ukweli. Akata locho loe to dhoge tek maonge kunyali yie ni jal malocho loe. Hata mamlaka imemshinda ana mdomo kaya hawezi akakubali ameshindwa. Odhiambo sani abiro nyisi gik matimi mamiyo negi yie ni Yesu nyego ari. Jioni wa leo nitakwambia yale nayo kufanya ukubali Yesu anafaa kuokoa. Dhano en ng'ami wuoyogo kendo wache maloko dhano. Maana mwanadamu ni mtu anazungumziwa tena neno ndio badilisha mwanadamu. Abire pauni wago kodi mbaka kendo wawuo kodi tanyisi gimatimi. Nimekuja katika ile uga tupige gumzo tusemezane nawe nikueleze ninachokufanya. Maana mumia wacho nadwa wuoyo gijiarie pauni kati chirone. Ndiposa nimesema nitazungumzia watu wawili kwenye ile soko ama uga. Adwa na wuo gijalo mabende biro winjo toko viye. Nitazungumzia yule atakayesikia na atakubali. Wani gijalo mabiro winjo kaito yie. Na tuna mwenye atasikia na atakubali. Hinya tumagu tubejo manomi wa report mondo wa uogo. Hasa hao ndio tulipewa ripoti yao tuzungumuze nao. To injili be okodeo kamoluo. Na injili haijalishi apitapo. Injili biro luo nyaka kamojany ma okipar no biro kalogo. Injili itapenya tony kang'ato kurado gi Yesu. Hakuna kuponyoka kama mtu hajakutana na Yesu. Ka okirado gi Yesu to onge kama ibiro tonye. Kama hujakutana na Yesu hakuna sehemu utaponyoka. Nikech Yesu miradogo, maana Yesu tunakutana nayo. Ene miluonge ni en tony. Yeye ndiye anaitwa wa kuponya na watu. Ng'ama rado gi Yesu ema anakutana na Yesu ataponyoka. Wani gi ji malambo Nyasaye. Kuna watu wanaomba Mungu. Oluongo nyingi Nyasaye to tonyo tame. Anaita jina la Mungu lakini kuponyoka imemshinda. Na wacho nyoro niya. Nilisema jana ya kwamba jachien masando ng'ato okodeo kanisa. Shetani anayotesa mtu ajali kanisa. En kata kanisa gere rangach mibedo jaduong' kanisa. Hata kama kanisa umejenga kwa lango kakuwa mzee wa kanisa. Okonyalo tamo nyathini bedo jandulu madhoge chwero lao mikani jikoni. Hawezi akazuia mtoto wako anakuwa wakifafa anadondokwa mate anawekwa jikoni. Kendo kata kanisa niye dala. Hata kanisa iko bomani. Okonyalo tamo jachien kao nyari maketo go pamo. Hawezi kazuia shetani kuteka binti yako kufanya ukahaba. Odhiambo ber nekech Nyasach Israel jadiera. Jioni ni njema maana Mungu wa Israeli ni wa ukweli. Ngima mar dhano ma wantie kawuono. Kwa maisha ya wanadamu tunayo. En dhano mawuotho kadwa timo kaka ene modwaro. Mwanadamu anatembea na kutaka kufanya atendavyo. E piny Ruoth Nyasaye. Katika ufalme wa Jehova. Dwaro mondo ng'ato radie kod Nyasaye no gi tekone. Inahitaji mtu akutane na Mungu na nguvu zake. Odhiambo an gi weche mabiro wacho kodi. Jioni nina maneno nitasema pamoja nawe. Chal kagima Nyasaye alamo mondo mi ang'wone pauni. Maana niko na kwamba naomba Mungu anipe kibali na neema hapa. Odhiambo mar nyale giko mabiro betie ka. Jioni ya ure ya mwisho nitakuwa hala hapa. Nego wawuo kagima wing'ado bura ne dala moro. Tunafaa tuzungumuze ni kama hukumu inatatuliwa kwa boma fulani. Nikech odhiambo kamae sabato ma Yesu ne time gik madongo. Maana jioni kama huu sabato Yesu alikuwa anatenda makuu. Sabato kamae manochwanye chuny jolemo kochango ji kendo kotimo maber. Sabato kama huu alikuwa anakwaza uombezi akipona watu na kutenda mema. Kendo nogolo ji joriche ute mag lemo to mgolo richo kuomgi. Tena alikuwa anaondoa wenye dhambi kwenye nyumba ya maombi na kuondoa dhambi kwao. Ngima ma dhano dwaro mondo dhigo. Kwa maisha wanadamu wanataka waende nayo. En ngima ma en owuon ema odwaro. Ni maisha yeye binafsi anataka. To wasiki bende wacho mopogore gi kaka in. Wadui wako vile wanasema tofauti nawe. Chunya gwero kamano odhiambo sani. Moyo wangu washukuru Mungu jioni wa leo. Nikech wach masome muma mar fweny. Maana neno nimesoma kitabu cha Ufunuo. Nitie lweny manowuok e piny Ruoth Nyasaye. Kuna vita ilijitokeza kwa ufalme wa Mungu. En lweny mar thuol kod malaika ne kedo. Vita baina ya nyoka na malaika walikuwa napigana. Muma wacho ni lweny no nokedo matek. Andiko inaeleza
wanaishi. Aliposhushwa ulimwengu, alipoingia alikuja danganyi ulimwengu na uongo wake, tena uongo wa shetani huyo. Alikuja nayo akibebana mavita, sababu vita ilimshinda ulimwengu. Jambo lilimfanya shuke na vita zake hapa ulimwenguni. Wakati nazungumuza alikuja na vita zake. Vita aliweka kwa kila lango. Ameweka vita kati ya mume na mke wake. Ameweka vita kati ya mke na mke mwenza. Ameweka vita kati ya mke na bintiye. Ameweka vita kati ya watu tofauti tofauti. Katika boma watu wanaishi. Ameliweka vita kuu. Shetani amekuja na vita zake, ameshushwa nayo. Wakati nazungumuza kuna jambo mtu anaweza tumainia. Ni ukweli vita yupo, lakini ni vita shetani ndio umeleta. Yale shetani anatenda ni vita ufananishwa na matendo yake. Ukitaka mwenye nagonganisha mtu na nduguye, upate mtoto umenyonyesha damu moja, vita inaingia miongoni yao, mfukaze na panga. Vita ya shetani alishushwa nayo. Inachofanya binti anakimbia boma lao arudi kusalimia mama. Ina maana vita yupo kati yake na mama. Vita mganga hawezi akatengeneza. Boma tunao, tulizaliwa wanawake kwa wanaume. Kuna vita shetani alileta. Vita shetani ameleta ikafanya mume ametoroka kwake. Tena mume akatoka kaenda kuishi sehemu ingine. Kama vita ya kwa imemtenganisha na watu wake. Inachofanyika kwa maisha ya hilo boma, anaweza tafutwa na mganga na mali zote wezi kapatikana. Sababu binti ya mtu anafanya ukahaba mtaani. Yeye pia moyo wako ndani atake afanye hilo. Kuna vita inapigana kwao. Haitaki kuzuri mtu ako nayo. Ndiposa asa warembo ana wanaume watakuwa tanashati. Wanaume kwa jina kizungu wanakuwa warembo wazuri, wenye shetani amewadarau. Yeye ni mkali nao. Hakuna mtu mbaya wenye shetani ako naye na haja. Shetani anataka mwenye ako na dhamana, hata kama mama alimzaa. Alitumainia mambo mazuri itatoka maishani mwake. Wakati mama amefika wakati huu, analia kai kama alizaa kijana. Maana kwa wadui wa boma alioleka walikataa. Kuna mama nasikia vwe wake kula chakula ya watoto. Hata usi leo tuna vijana hapa zaleo wakanyada akienda kwa pikipiki shilingi 50. Amemaliza miaka 3 rodi hajaenda kwao. Kitu gani namzuia kwenda kwao? Kuna vita shetani ameweka kwa lango lao. Vita hiyo ni kama imetoka na mlenga. Hawezi akaenda kwao hata kama boma inamhitaji. Hilo jambo lake kafanya tulete Injili rodi. Ile tukuambia ya kwamba vita iliyoshinda baba na mama kupiga, shetani alikuja nayo kuingia bomani.
kukushika mikono, wakukuondoa na kukurejesha kwenyu. Hata kama vijana walikushinda, yeye hajalishi, unaweza fanya wakute tena. Katika miji watu wako imebeba vita, katika vita katika zizo lango, sio lango inafanya mtu apenye. Tuko na wanawake kwa wanaume wanatembea rodi. Mama yao wanaishi Mombasa, baba anaishi Nairobi, yeye amepatikana rodi. Sababu gani ikatendeka? Kuna vita ilitenga kati yao. Vita hiyo ni ya shetani. Shetani alikatalia. Hilo boma hawezi kasogea vyema. Maisha wenye hilo boma wanaishi, watu wanaweza omba, lakini wametunza Sabato. Wanaweza enda kanisa, la sivyo wanaishi tofauti. Sio ya kwamba wanafanya kazi. Shetani amewatenganisha. Mama elewani na mume wake. Injili wa jioni itaponyoka na moto. Hata kama ni vita kali, hilo vita litashindwa. Mwenye atakubali na jioni atashindiwa vita yake. Vita unasikia unaiona, itafanya wamama wengine wamekodisha nyumba rodi ili waishi hapo. Wanaume wape wameacha, watoto wameacha, mama iliyowalisha wamebaki na watoto. Yeye anaishi rodi. Anasema wamama wanakutembea wakifulisha watoto. Watoto wanalishwa na pesa ya ukahaba. Wacha ni kuarifu, mtoto anayekula pesa ya ukahaba, yeye pia hiyo ndio kazi atafanya. Tunaweza pata mama fulani ambaye anasema vita ya shetani imenichosha. Kama nilioleka, hakuna binti anaishi na mumeo hadi wafike kwa uzee. Vita la boma hilo shetani amelipanga. Watu wakiza watoto wawili, mtu mmoja anaacha mwenzake, wanaleta mke mwingine. Hilo ni vita la boma lile. Shetani aliyefukuzwa katika ufalme wa mbingu amekuja na vita. Vita aliyekuja nayo ikafanya mabinti wanatembea, wakuoleka yupo, unafanya wanafanyiwa counseling. Mabinti wakuoleka wameshindikana, tunawambia ya kwamba ukisha kuwa na pesa sasa haijalishi kuoleka. Jambo niligundua, hakuna mwenye ataki aoleke. Wamama wote wanatamani waoleke, wanaume wote wanatamani waoe. Vita shetani alishuka naye. Jambo iliyokataa ikati ya ataki amani hata kidogo. Lakini jioni wa leo naliishi neema, bali shetani amekishika. Kama vita lipo pale, nasi pia tumekuja. Tuko na kiongozi wa vita, tutashinda vita na jio. Hata kama ni kifafa iliyoshika mtoto wa mtu, naweza pata mama huyo, hata huyo mwanaume anayesema ya kwamba mtoto wangu nimetibu, nimejaribu, pesa imeenda, imeshindikana, mali nimefikia leo, nimeiacha hivyo. Nataka nikuambie, nimekuja na tumaini kwa maisha ya wanadamu. Aweza akakuwa peke yake kama kuna Mungu. Mungu akiingia, waga inabadilishwa. Hata boma limeharibika, jambo ikiingia
hasira. Ndiposa unapata mtu anakunywa pombe, anatembea barabarani, anatukana watu, anahitaji vita. Nini namfanya? Wadui wao waliingia, hao ni wa hasira, wanataka vita. Sababu gani? Ufalme wa mbingu walifukuza, andiko waeleza kwa kuishi kwake ilikosekana, iliharibiwa, ilisushwa. Jinsi alivyosushwa ilifanya kama tai, akalia sana na kusema ni uchungu wenye wanaishi duniani. Hasira zake alikuja nayo, ndiposa hataki mama naye zaa, akizaa mtoto anaua, mama akizaa kijana anaua, akizaa binti inakuwa mzima. Shetani ya boma alikataa, hakuna kijana wa kuishi kwa boma. Sababu gani? Kijana ni nguvu la boma, kijana ni nguvu la boma. Vita ya shetani imemlenga, injili na jioni imebeba tumaini, hata kama ni ngumu. Jambo ninayojua, andiko lasema Yesu akiongea isiyowezekana kwa watu, kwa jehanamu yawezekana kwa Yesu. Hata jioni kifafa itatoroka. Haleluya! Peperusha mikono yako kwa Yesu. Haleluya. Mbele ya injili na jioni. Kuna neema Yesu anatenda. Maana vita yupo. Shetani ameleta. Tuna moto, ukitaka kugundua kuna vita ya shetani. Yeye anajulikana hata akitembea barabarani. Utapata kama ni mke. Amevaa kaptura. Lakini mwili amechora na tatu. Maisha naye tembelea. Amenyoa, wanawake wanasumbua. Ameliweka kati kando yake. Jinsi anayetembea barabarani itakuambia yeye ni kisirani. Vita ya shetani liko ndani. Hata ukiingia kwake atakuwa na mwezi moja. Ndiposa leo nilisema ya kwamba wavita wa shetani tunaitoka kaburini, anakuja duniani. Wanaoishi wapo anataka uwe, hataki kijana atembea kile kimamu. Sababu gani? Nusu ya wanatembea rodi ni vichaa. Ni vichaa. Sababu gani? Ukiangalia vijana wanaume kinywele ya kichwa yao wote wana rasta. Wanaume wameweka rasta wote. Watoto darasa la 6 wameweka dai kuna kwamba ni sikukuu. Tena wakitembea wanaona likizo yu sawa. Nami nilijua kichandi anyolewi, mwenye anakuwa na rasta. Vita ya shetani ikafanya wazima umekuwa vichaa. Unapata kijana anatembea kichwa amesonga, mwili amechora tatu, maisha anayotaka ili
wa Nazareti. Wengi kuna mamlaka. Hatuna hukumu. Sio nini vyema. Hapa rodi. Hata vita ya Shetani. Nimeanza mesa yako. Nitaondolewa. Hapa bigani. Nataka nasema. Dunia hapa chini. Kwa wenye wanaozima. Wanakaa vichao. Moyo wao wanakuwa na uchao. Kitu gani mewashika? Moyo wa wanadamu. Wamekuwa na kichaa. Wale naofanya. Mambo ni mabaya. Mambo mazuri. Hataki. Ndio maana. Nguvu za wanaume. Shetani ameharibu. Ni wale. Ukienda kemesi. Wanatafuta dawa. Ya kuongeza nguvu. Sababu gani? Shetani ameondoa sui. Tunahubiri Yesu. Unaosema ya kwamba injili mbali imekuja. Mimi sina hukumu. Nimetuma nikwambie. Vita unayopigia. Hiyo sio vita yako. Yesu amekuja. Ili akuondoe nje. Vita unayo. Haleluya. Wewe unajua unapitia vita. Niligundua hata nyumba ya maombi kuna vita. Inafanya wanaume wanaomba wako na kitambi na mapepo ndani yao. Watu wamekataa Yesu, wamekaribisha dhehebu zaidi ya Yesu. Ni yule amekaa chini anatembea na vidonge kwa mifuko. Nini imemfanya? Kuna ushindi imemshinda. Kuna inayomfanya. Hizo venye kufanya. Ndiposa tumekuja. Tutavurutana na jioni. Kwa neema la Yesu. Mamlaka itabadilishwa. Tumelekea jioni. Kaya Shetani anakutesa. Utafanya umeacha nyumba ya mama mkubwa. Unarudi kama mke mdogo. Wewe unadhani kuna Shetani. Shetani haiko kwa mama mkubwa. Shetani anaishi kwako. Wewe ni mrogi na mchawi wa boma. Vita ya Shetani inaishi kwako. Jioni wa leo. Wewe ameleta. Utazuiliwa. Siku moja. Ameingia Nain. Amepata vita. Shetani ameleta. Ameua mtoto wa mama. Watuambie. Wanaenda kuzika. Yesu akiingia. Siku hiyo. Anasimamisha msafara. Wanaenda kuzika mtoto. Hata jioni wa leo. Tuko na mume. Ambao adui. Amepanga kumuua. Wanaenda kumpea sumu. Atauliwa na kisu. Tumekuja hapa. Kwa jina la Yesu. Wa Nazareti. Bali unaona ni ngumu. Yesu anakuja. Atapita. Haleluya. Yesu anakuja. Wapo unajua una vita inayokushinda. Hata wakati tunazungumza. Wewe ni mzuri tu ukivaa nguo unatembea parodi. Wakati unatembea parodi. Unatembea ukionekana wewe ni mwema. Unawaza ya kwamba kuna jinsi umeshinda dunia. Sikia. Uwezi ukashinda yule ulimwengu. Shetani amekushinda. Ndiposa anakutesa. Ndiposa anafanya jinsi unafanyika. Vita unaopigana ni vita ya hiyo boma tu. Wadui wa boma. Taki kitu nzuri. Utakikataliwa kuna vita. Pikipiki ulinunua. Haujamaliza nao mwaka moja. Nimeoa barabarani. Pikipiki ikiharibika. Gari ulionunua. Gari imeharibika. Vita ya Shetani ni nawe. Wacha nikuambie. Bingwa ina Shetani. Shetani alishushwa chini.
wamekuja na hasira. Ndiposa leo wanaume wanasema unaweza ishi upendavyo. Wanawake wanasema unaweza ishi upendavyo. Ukirudi ukachunguza walioacha boma zao wanaweza ishi upendavyo. Ukona tumbavu na usiku wanatafuta ume kwa naume. Swali yangu ni unaishi upendavyo?